Good. Freedom, Nakuru freedom. Freedom. Freedom, Nakuru freedom. Freedom. Kwa majina naitwa Michael Gadhanwa, nawakilisha eneo la Eburu Baruk. Na leo hii tumekuja hapa kusema ya kwamba imefika ni wakati Nakuru ipate freedom yao. Na hii freedom ambayo tunaongelea ni kwamba bunge hili limejengwa kwa pesa za wananchi. Na tumechaguliwa na wananchi ili tukuje hapa tuongelee maneno ya wananchi hadharani mchana mahali ambapo pamejengwa na pesa za wananchi. Hawa ambao wanafanya mikutano usiku kwa mahoteli, mahali ambapo hapajaidhinishwa, alafu wanatupangia mambo ya kuongeza rates za mashamba katika Nakuru. Wanatupangia mambo ambayo katika ile mswada tulipitisha tulikuwa tumeweka nafasi ya kwamba kuna watu ambao watakuwa exempt, watu kama makanisa, mahospitali, watu ambao wanaekeza na ambao wanaweza fanya tupate vijana wetu wapate kazi. Lakini tunasikia kwamba kuna mabwenyenye ambao wamejiwekea hiyo exemption na wakanyima makanisa, na sasa wanaelekea kuongeza kodi na mikutano inafanywa usiku, na hapa tuko na bunge ambayo imetengenezwa na pesa ya wananchi ili tukuje tu debate mchana hadharani mambo ambayo ni ya umungu. Sasa sisi tumekuja hapa kusema, tunasimama na kusema hakuna majority leader tutaletewa by force. Ati ili sheria ambazo ni za kugandamiza mwananchi wa Nakuru zipite hapa. Tumefika mwisho na tumekwama na tumesema freedom Nakuru freedom. Freedom. Freedom Nakuru freedom. Freedom. Yes. Freedom. Freedom Nakuru freedom. Freedom. Freedom Assembly freedom. Freedom. Thank you. Kujeni hivi tuonekane mpaka. Okay, kwa majina ni Anthony Kamau. Wetoa lens cap mbele tuanze mbio. Okay, kwa majina ni Anthony Kamau, mwakilishi wa watu wa Nakuru East Ward, na niko hapa kwa niaba ya watu wa Nakuru Town mjini, hasa wale ambao wanaishi kwa manyumba ya county. Nimepata habari ya kwamba kuna mpango wa kubomoa hizo nyumba usiku. Ndio maana mikutano inafanywa usiku ili watu wetu waweze kufurushwa. Na tumesema hivi, sisi tulichaguliwa na raia na hatuko hapa kutetea mabwenyenye ama kutetea watu wachache. Sisi tutasimama na wananchi na tuone ya kwamba hizo nyumba zitabomolewa. Wengine wetu tumezaliwa kwa hiyo manyumba na tumelelewa hata tumeoa kwa hiyo manyumba, na hatutakubali watu wetu waweze kufurushwa. Kuna mpango ambayo inapangwa ya kufurusha wale watu ili watu fulani wapatiwe zile mashamba kama waweze kujenga nyumba zao za kukodisha. Na tunasema hivi, hii nyumba haitatumika kuraba stamp vitu ambavyo havistahili, na ndio maana tunasimama na ML wetu ambaye ni Mutai ili kutetea watu wetu. Our authority tunatoa kutoka kwa wananchi wa Nakuru, hasa Nakuru East Ward na Nakuru Town mjini. Kwa hivyo nasimama kwa kusema ya kwamba kwa pamoja hatutakubali watu wagandamizwe. Nakuru watu wanaumia, watu wanapiga kelele na wanauliza wawakilishi wetu wako wapi. Tungependa kuwaambia kwamba wawakilishi tuko hapa na hatutakubali tuone ya kwamba mnanyanyaswa. Asante. Good. Thank you. Okay, mimi kwa majina naitwa Karanja, mimi ni MCA wa Naivasha East. Na leo tumekuja hapa kwa sababu ya fununu ambazo tunasikia ya kwamba ati kuna nyumba ambazo zinaweza bomolewa, ati hili sijui kujengwa nini ama nini, na hakuna kitu inatokanaga bila budget. Huwezi weka kitu ambayo haiko kwa budget. Mpango lazima itoke kwa budget. Kwa hivyo sisi hatuwezi tukae kwa hii nyumba na mambo yakiwa kama vile tunavyosikia. Na sisi tutasimama na wale watu ambao wako town ambazo kuna nyumba za municipality. Ili watu lazima kuwe na public participation. Kama kuna kitu kama hiyo, lazima first of all kuwe na public participation, ili watu waweze kusema hii mambo itafanyika ama haitafanya nini, haitafanyika. Number 2,
kuna watu ambao na Nakuru imepiga kelele sana kwa sababu ya rating, na tumesikia ya kwamba koti ilisimamisha. Kwa hivyo tunasema ya kwamba hiyo giri moja watu walikuwa wametoa, tunauliza county government irudishe hizo pesa ili watu kwanza waelewane, kwa sababu haiwezi kuwa kuna giri moja iliwekwa juu, hiyo pesa iliwekwa giri moja ati watu wakaweka, na sisi hatukuwa tumesema ya kwamba watu na hizo exemption ambazo tulikuwa tumesema za makanisa. Jana tumeona makanisa yote imetokea kupiga kelele kwa sababu ya hizo pesa ambazo ati mtu anataka kusema ya kwamba mambo haikuwa vile inatakikana. Kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba hizo pesa zilikuwa zimewekwa ili mtu akiona mambo haiendi sawa sababa aseme. Kwa hivyo tumesema ya kwamba kwa sababu mambo imesimamishwa, waje hizo pesa zote ziliokotwa, kwa sababu hata hazina risiti zingine zirudishwe ili wananchi hao warudishiwe, na kwa sababu hao ni wananchi wa Nakuru na wanasema ya kwamba mambo si mazuri, mbona tuchukue pesa zao na tuzirudishe? Kwa hivyo sisi kama bunge tumesema ya kwamba hizo pesa zirejeshwe na county, na alafu tuje tukae chini kama assembly. Kila kitu ambayo inatakikana kuidhinishwa lazima itoke kwa assembly, na kwa sababu hii assembly ndipo tunasema ya kwamba assembly is a free entity, assembly ni independent, na assembly cannot be ordered around. Na kwa hivyo tunasema ya kwamba sisi pesa ambazo watu walitoa warejeshewe, na mambo yote lazima kila kitu idhinishwe na bunge. Bila bunge, that thing start illegal and it is obnoxious to the law. Thank you. Haya, kwa majina naitwa William Mutai. Huyu ni ML mpya ambaye amechaguliwa na wengi wafuasi wa UDA. Kwanza ningependa niseme ya kwamba sisi kama bunge hatujafurahi kwa sababu ya interference ya executive kwa bunge yetu. Yes. Hii bunge inapaswa kuwa independent. Hii bunge inapaswa kuwa mahali ambapo tunatetea mwananchi. Lakini kama executive wanafanya mikutano usiku wakipanga wengine, alafu wakuje wafuruge kazi yetu hapa bungeni, hatutakubali kamwe. Mimi nasema kama ML mpya ya kwamba mambo ya Kifumbini, ya Flamingo, ya kufunja ama kuharibu nyumba hizo ambazo watu wanakaa, hatutakubali. Yote inakubalika ikuje kwa bunge tuongelelele, alafu tutoe uamuzi kama wabunge. Ukipata MCA pengine kutoka hapo anahudhuria mkutano ambapo mambo inapangwa ya kuharibu watu wake, hiyo ni kukosa nidhamu na kukosa kujua jukumu ambayo wananchi walimpea. So mimi naungana pamoja na marafiki zangu wajumbe wengi katika bunge hili kwa kusema ya kwamba hatutakubali ugandamizaji wowote ambayo unatoka katika serikali ya executive kwa kupangwa na governor mwenyewe. Hatutakubali kabisa. Asanteni. Niko na swali. Tulikuwa pale Keringet kwako. Yes. Susan mwenyewe governor. Yeah. Alimtangaza Langat kama majority. Ukiwa hapo. Yeah. Labda hiyo mambo ilifikia hapo, alafu hii mambo na jana, hiyo mkutano wa jana. Hapo jeleze ni MCs wangani walihudhuria, labda wangapi, na agenda ilikuwa nini? Right. Agenda. Yeah. Si agenda tumewapatia. Agenda tumewapea. Haya. Wajumbe wote wa chama cha UDA ni 55 na tulipoketi chini, wajumbe 33 walikubali ya kwamba ML mpya ni William Mutai ambaye ni mimi. Sababu ilibainika wasiwasi kwamba ML ambaye alikuwa hapo mbeleni, Mheshimiwa Langat, hakuwa ametuita kwa mkutano kwa miaka miwili fululizo. Na tena juu ya hiyo, yeye mwenyewe sio mtu ambaye alikuwa anatuconsult. Hao wajumbe wakaona ya kwamba miaka ndio hii inayoyoma na tuwezi tukahudumia watu wetu vizuri vile tunapaswa kuhudumia, hatuwezi tukafanya mambo yetu ya oversight vizuri, basi wafanye mabadiliko.
na kwa sababu alienda kotini, tunaheshimu koti na tunangojea maamuzi ya koti, na najua ya kwamba koti watatoa uamuzi yao siku ya leo, na najua ya kwamba koti itajua ya kwamba we have the numbers and the numbers are the ones that will tell the direction. Thank you. Sikutaka wakiwa nyuma wakimaliza wanaenda. Hata mimi nadhani niseme kidogo. Kwa majina naitwa Isaac Rotok, mimi ni MCA Menengai Westward, na kile ningependa kusema ni kwamba sisi ni wanachama wa UDA na sisi ndio viongozi, vile unatuona sisi ni viongozi wa chama ya UDA, na kile ningependa kusema ni kwamba hatutaki kulazimishiwa viongozi wale ambao hatumtaki. Majority leader sisi wenyewe kama wanachama ndio tumeamua kuwa ni Mutai William, na yule mwingine mheshimiwa ambaye ni Alex Langat tumemwomba ampatie nafasi mwenzetu William Mutai aweze kutuongoza kama majority leader wetu. Na kwa sababu ya hayo mambo mengi tumeona hayafanyiki katika Nakuru hii yetu. Tumevutwa chini hata kimaendeleo. Kule chini mashinani mambo mengi yanazungumzwa kwamba Nakuru imelalia masikio. Juzi kwa mitandao tunaangalia wale ambao wanazunguka gavana wetu wamemlagai hadi anakuwa namba 46 kati ya 47. Jamani, tunaomba ya kwamba huyu Alex Langat, Alex ambaye ni former majority leader aweze kujiuzulu ili kiongozi wetu aweze kutake over. Na sisi kama wanachama tumesema na tumeamua. Watu